aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, Dr. Wilbrod Peter Slaa, ambaye hivi karibuni ametoka gerezani, amesema muda aliokuwa gerezani umempa mafunzo mengi ya kimaisha, hivyo hana hofu, na amemuomba Daktari Rais Samia Suluhu Hassan kuwa akiamua kumrudisha gerezani itakuwa ni nafasi ya yeye kwenda kujifunza zaidi. Sasa maneno haya amezungumza kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kupitia baraza la wanawake la Chadema, yani Bawacha. Dr. Slaa amesema anawashukuru wote waliompigania mpaka alipotoka gerezani, lakini kitu ambacho amesisitiza Dr. Wilbrod Peter Slaa ni kwamba amejifunza vitu vingi sana pindi alipokuwa huko gerezani. Amejifunza watu wengi jinsi walivyokuwa gerezani, watu wanavyoishi kwa upendo, lakini pia amejifunza kwamba kuna watu wanakaa gerezani bila kuhukumiwa. Yani unakuta mtu amekaa gerezani miaka 10 lakini hukumu yake haijatoka. Kwa hiyo amekuwa kwa kipindi chote hicho yupo gerezani na hajapata hukumu yoyote. Lakini pia akasisitiza kwamba yeye kuna vitu vingi sana hakuwahi kujifunza mpaka pale alipoenda gerezani. Kwa hiyo baada ya kwenda gerezani ndo amejifunza vitu vingi zaidi. Hii ni kwa maneno yake. Lakini pia akizungumza kwenye kongamano hilo la baraza la wanawake wa Chadema, yani Bawacha, Dr. Slaa amesema hakuna haja kwa chama hicho kukubali mazungumzo yasiyo na uhakika, bali kudai haki ya kupata mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi. Anasema hivi, namnukuu: "Bawacha mjue kwamba hakuna muda wa kutosha, na mabaraza mengine inabidi kurejea kwa watu wao kuambia watu wao kwamba no reform no election." Na hii ni kauli ambayo Dr. Wilbrod Peter Slaa amekuwa akisisitiza mara nyingi kwamba no reform no election, na akasema hili swala la no reform no election ambalo mwendelezo wake kule mbeleni ni pamoja na kuzuia uchaguzi usifanyike, sio kususia. Anasisitiza mwendo Dr. Slaa, anasema sio kususia uchaguzi, ni kuzuia uchaguzi usifanyike. Na moja kati ya hoja ambazo anazitoa, anasema kuzuia uchaguzi sio hoja ya Chadema peke yao, ni hoja ya wananchi. Na amesema kuzuia uchaguzi ni haki ya kikatiba ya wananchi, kwa kuwa wananchi ndio wenye nchi. Kwa hiyo kuzuia uchaguzi ni haki ya wananchi, kuzuia uchaguzi usifanyike kama uchaguzi huo hautakidhi vigezo au hautafuata matakwa ya wananchi ya kikatiba. Mfano, haki ya wananchi ya kuchagua viongozi wanaotaka. Yeye Dr. Slaa anadai kwamba sasa hivi haki ya kumchagua kiongozi unayemtaka haipatikani kwenye sanduku la kupigia kura. Kwa hiyo anasema kama mabadiliko yatafanyika, maana yake haki ya wananchi kumpata kiongozi wanayemtaka itatoka kwenye sanduku la kupigia kura. Na miongoni mwa maelezo ambayo yashakutoa mwenyewe Dr. Wilbrod Peter Slaa, anasema mfano rais anavyogombea ni kama anaomba ajira kwa wananchi, na ndio maana rais anazunguka nchi nzima akiomba wananchi wamchague. Sasa kama ile haki ya wananchi kumchagua rais haipo, maana yake rais anaweza asizunguke nchi nzima kuomba wananchi wamchague, akakaa tu kwa sababu anaamini kuwa hata akizunguka na hata asipozunguka yeye atashinda. Kwa hiyo anasema ile mamlaka ya wananchi itakuwa irejeshwe kwa wananchi ya kumchagua kiongozi mwenye sifa na wanayemtaka. Sasa kumekuwa na mivutano na nini, lakini bado Dr. Wilbrod Peter Slaa pamoja na mwenyekiti wa chama hicho cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, wamebaki na msimamo wao. Msimamo wao ni no reform no election, wakisisitiza kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko ambayo wao wanadai yawepo, basi uchaguzi hautafanyika. Yani sio kwamba watasusia uchaguzi, bali wao wanadai kwamba uchaguzi huo hautafanyika. Kwa hiyo nikusii tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa hizi na nyingine nyingi kwa kadri zitakavyokuwa zinatufikia. Chao.